msimamo ufikapo kama kisulisuli, ziki na taabu zitakapowafikia, ndipo atakaponita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii lakini wasinione. Hiyo ni Mithali 1 mstari wa 27 mpaka 28. Unaona wanadamu waliopoteza hofu. Wanadamu hana hofu ya Mungu. Tuko kipindi cha hatari. Wanadamu wanasema liwalo na liwe, wengine wanasema najilipua, litakalotokea mbele anajua mwenyewe. Lakini ni hatari sana mwanadamu kwenda bila hofu ya Mungu. Wanadamu wanapoteza hofu ya Mungu. Angalia matukio ya ajabu yanatokea. Wanadamu wanatenda machukizo mbele za Bwana. Hofu imepotea, wamesahau kwamba hii ni nyakati za neema. Usifikiri Mungu asioni hizo nyakati. Usifikiri Mungu aoni hayo mambo unayopitia. Mwingine anapita kwenye mambo magumu, anamwambia bora nikafanye jambo fulani. Hilo jambo litahatarisha maisha yako. Hilo jambo litaharibu maisha yako kabisa. Kuna mwingine anapita kwenye mambo magumu, anasema bora nikaibe. Mwingine anamwambia bora nikajuze. Nataka nikwambie, acha dhambi. Maandiko yanasema hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, ziki na taabu zitakapowafikia, ndipo atakaponita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii lakini wasinione. Umesahau hizi ni nyakati za neema. Usifikiri unapokunywa pombe unatenda dhambi unaona kama ni raha ama ni starehe. Jibu ni hapana. Mungu anakutazama kwa jicho la rehema, anakutazama kwa sauti ya rehema. Injili ni huruma za Mungu. Unapoona injili hii, maanake Mungu anakuhurumia, anataka ugeuke. Ndio maana anasema itafika wakati mtanita lakini sitaitika, mtanitafuta kwa bidii lakini msimuone Mungu. Angalia leo hii, juhudi zako zimekuwa kutafuta waganga, juhudi zako zimekuwa kutafuta wasoma nyota, kutafuta watu baadhi wa kusaidia. Wengine wamekupoteza hata imani yako kwa Mungu. Imani haipo tena kwa Mungu. Lakini leo nataka urudi kwa Bwana. Imani yako irudi nyumbani kwa Bwana. Rudi kwa Bwana, rudisha imani yako, rudisha imani. Ni sehemu gani umepoteza imani yako kwa Mungu? Hofu ya Mungu imepotea, huna imani na Mungu tena. Umekwaza, umepoteza imani kwa Bwana. Nataka nikwambie, wale kukwaza ni wanadamu, sio Mungu. Mungu bado anakupenda, bado anakuwazia mema. Kupitia Yesu Kristo anatangaza rehema zake usiku na mchana. Kupitia Kristo Yesu anatangaza rehema zake. Wakati wa kumtafuta Mungu ni sasa. Usiseme kesho, maana ya kesho hujui. Ya kesho yako mikononi mwa Mungu. Acha kutenda unaotenda. Mungu bado anakupenda, bado hajakukatia tamaa. Ndio maana anasema, rejea kwangu, njoo kwangu nikurejeshe. Anatamani urudi kwa Bwana. Rudi kwa Bwana, rejesha imani yako kwa Bwana. Bwana atakupokea, Bwana atakukumbatia, atakuponya na magonjwa yote, ataondoa tatizo lako linalokutesa. Na Mungu akubariki sana.